kipindi chetu pendwa cha Ulimwengu wa Sayansi, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujifunza mambo mbalimbali kuhusu sayansi kupitia majaribio yanayofurahisha, majaribio rahisi sana ambayo unaweza kuyafanya kwa kutumia vifaa ambavyo vinapatikana kwenye mazingira yetu ya kila siku. Leo kwenye kipindi chetu cha Ulimwengu wa Sayansi tutapata fursa ama wasaa wa kujifunza kuhusu density, Kiingereza. Kiswahili tunasema tungamo. Kiswahili tunasema tungamo. Tungamo ni nini? Kwa maneno rahisi tunaweza kusema tungamo. Kwa lugha rahisi tunaweza kusema tungamo ni uzito ambao unakuwa uzito wa jumla ya vitu vilivyokuwa ndani ya ujazo fulani. Mfano, tukijua idadi ya vitu vinavyoundwa maji ambayo yapo kwenye kikombe hichi, tunaweza kusema hiyo ndio tungamo ambayo inapatikana ndani ya maji kwenye ujazo huu ambao upo kwenye maji haya. Hivyo kwa kanuni tunaweza kuelewa maana ya tungamo ama density kama inavyoitwa kwa Kiingereza kama uzito wa kitu husika ukigawanya ama ndani ya ujazo wa kitu husika. Ama kwa Kiswahili tunasema tungamo ni sawasawa na uzito. Tungamo ni sawasawa na uzito uzito wa vitu vinavyounda kitu kwenye ujazo wa kitu hicho. Hiyo ndio maana rahisi ya tungamo. Naam, tungamo tunakutana nayo kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa lugha rahisi naweza kusema kila kitu kina tungamo. Kwa maana ya kila kitu unaweza kukitafutia tungamo zake. Kwenye maisha ya kila siku tunaona tungamo ambavyo inatumika kwenye kutupa matokeo ya vitu mbalimbali ambavyo tunatumia. Mfano, namna gani ya kujua ubora wa bati ambalo halitaharibika muda mrefu, huwa tunapima unawasilishwa kwa kutumia tungamo. Na tunasema bati hili lina density ama tungamo kubwa kuliko hili, maana yake hili litadumu muda mrefu kuliko hili. Ama magodoro ambayo tunatumia kulalia pia ya ubora na uimara wake huwa unapimwa kulingana na tungamo, kwa maana ya uzito pamoja na ujazo wa vitu vinavyounda godoro husika ama material ama components zinazounda godoro husika. Hiyo ndio kwa haraka mifano halisi ya kwa nini tunapaswa kuelewa umuhimu na maana ya tungamo, kwa nini tungamo ni muhimu kwenye maisha yetu ya kila siku. Naam, katika kipindi chetu cha leo tutafanya majaribio mawili rahisi sana ambayo yatatupa uwanda mpana wa kuelewa nini maana ya tungamo na namna gani inatupa matokeo ama inatupa athari kwenye mazingira yetu ya maisha yetu ya kila siku. Jaribio la kwanza ambalo tutalifanya katika kujifunza kuhusu tungamo litakuwa linaitwa Waki water ama kwa lugha rahisi tutasema kwa Kiswahili tunaweza kusema ni maji yasiyochanganyika. Hili litakuwa ni jaribio la kwanza. Jaribio la pili tutakaolifanya kwa Kiingereza tunaita rainbow in a straw.
ama tunasema upinde wa mvua ndani ya mrija. Kupitia majaribio haya na vifani ambavyo tutatengeneza vitatufanya tupate uelewa mzuri wa density ni nini ama tongamo ni nini na vitu gani vinaweza kuathiri density, na kupata picha halisi ya namna gani density inatumika kwenye maisha yetu ya mazingira tunayokabiliana nayo ya kila siku. Sawa, kwa vitu ambavyo nitavitumia kwenye majaribio yote ni hivi ambavyo vinaonekana, ila nitavitaja kulingana na jaribio husika. Kwa sasa tunaanza na jaribio la Waki Water. Ili uweze kufanya jaribio hili kwa ufasaha, utahitaji uwe na maji ya baridi. Haya hapa. Utahitaji uwe na maji ya moto. Haya hapa kwenye vyombo viwili. Maji ya moto sana na maji ya baridi sana kwa makadirio. Hakuna lazima wa kujua kiwango cha joto, lakini lazima yawe yana tofauti kubwa, ya baridi sana na ya moto sana. Inabidi uwe na rangi. Mimi nimechagua kutumia rangi za chakula. Mimi nimechagua kutumia hii pinki pamoja na kijani kwa sababu zinapishana. Rangi zinatakiwa ziwe zinatofautiana ili uweze kuona kwa urahisi. Lakini pia utahitaji kuwa na vikombe ama bilauri ambazo utazitumia kuwekea maji. Kwa utabidi itakuwa vizuri ukiwa nazo 4 ili uweze kutengeneza vifani viwili tofauti. Kwa bilauri, rangi za chakula, maji ya moto na maji ya baridi. Sawa. Hapa sasa tunaweza kuanza jaribio letu, lakini kabla sijaanza jaribio letu ni muhimu kuzingatia usalama. Kwa hivyo nitavaa gloves, lakini kama ni vizuri ukivaa gloves, ingawa vitu ambavyo tunatumia havina kemikali ambazo zina athari ya moja kwa moja ya kiwango kikubwa ya ngozi za mikono yako. Kitu kingine ni vizuri ukiwa na kadi ama kipande cha nylon ama plastiki kama hii kwa ajili ya kutenganishia maji. Tutaona ambavyo tutaitumia kwenye jaribio. Ili kutofautisha maji yote nitayapa rangi tofauti. Kwa maana ya maji ya baridi nitayapa rangi ya kijani. Si lazima maji yako pia yawe na rangi kama ya kwangu, hapana. Lakini maji ya moto nitayapa rangi nyekundu ama pinki. Baada ya maji yako kuwa na rangi, tutaandaa vifani viwili tofauti ili tuweze kupata matokeo ambayo tunayatazamia. Huku itakuwa na kama maji yenye rangi nyekundu, huku itakuwa na kama maji yenye rangi ya kijani. Lakini kwanza tutafanya kwa kutumia maji ya kawaida kabisa. Haya ni maji ambayo si ya baridi wala si ya moto, maji yenye joto la wastani la mazingira yetu ya kila siku. Hivyo kifani cha kwanza tutatumia maji yenye rangi ya kawaida kabisa.
tutaweka rangi kwa huku maji haya ni yana joto la kawaida kabisa, joto ambalo linapatikana kwenye mazingira yote, kwa sio ya baridi wala si ya moto. Hatua inayofuata nitafunika maji haya na kipande cha plastiki ama nylon. Kama kwenye majaribio ya vipindi vya nyuma tulivyopita, tuliona tunaweza kugeuza tukaachia maji yasimwagike, lakini zoezi la leo ni tofauti kidogo. Tutakiwa tuhakikishe tukitoa kadi hii maji hayamwagiki pembeni. Ni vizuri ukitumia kadi ambayo inakupa nafasi ya kuona kama hivi ya kwangu, ili iwe rahisi kwenye kulinganisha hapa mdomo wa bilauri moja na nyingine. Kama ambavyo mmeona, tumeweka maji yenye rangi mbili tofauti la joto la kawaida kabisa, yamechanganyika. Sasa hatuwezi kujua yapi yalikuwa ya kijani, yapi yalikuwa mekundu, ni yamechanganyika kabisa. Na tuje tuone maji yenye joto tofauti, tukiyachanganya nini kitatokea. Maji ya moto mekundu, fikiri mnakumbuka. Maji yenye rangi nyekundu, haya ni ya moto. Lakini maji yenye rangi ya kijani, haya yalikuwa ni maji ya baridi. Utafunika bilauri yako na plastiki, utageuza. Kisha zoezi la kupimanisha kama tulivyofanya hapo awali. Ni vizuri kuzingatia maji yasimwagike. Nafikiri mpaka hapo tunaweza kuona vizuri kabisa ambavyo tofauti ya vifani hivi viwili. Hapa rangi kote ni kama imekuwa moja, imechanganyika pinki pamoja na kijani, huwezi kujua rangi ipi iko wapi. Lakini maji yote yalikuwa kwenye bilauri zote mbili yalikuwa na joto linalofanana. Huku maji mekundu, kama mnakumbuka, maji yenye rangi nyekundu kama mnakumbuka vizuri, yalikuwa maji ya moto. Maji yenye rangi ya kijani yalikuwa ya baridi. Kwa hiyo maji ya baridi yapo chini, maji ya moto yako juu, na mpaka hivi sasa kama tunavyoona hayajachanganyika kabisa. Nini kinafanya maji haya yasichanganyike? Kwa ufafanuzi wa kisayansi, kwa lugha rahisi, tunasema mpaka hapa tumegundua kwamba tungamo ama density inaathiriwa na joto la kitu husika, ama tunasema temperature. Hivyo joto ni moja ya kitu ambacho kinaathiri tungamo ya kitu husika, kama kwenye vimiminika, mfano wa gesi ama hewa pamoja na maji kama ambavyo tunaona. Maji ya moto yamebaki juu kwa sababu kutokana na joto lake kuwa kubwa, imepelekea yawe mepesi sana, kwa maana ya tungamo yake
imekuwa ndogo sana ukilinganisha na tungamo ya maji ya baridi. Yani molecules ama components za maji ya baridi zimekuwa zimegandamizwa sana sehemu moja, kwa maana zipo nyingi kwenye ujazo mmoja sawa kabisa na ujazo wa maji ya moto. Lakini kwenye maji ya moto kwenye ujazo ule ule zimekuwa ziko chache, hivyo imepelekea hii kuwa na tungamo ndogo kuliko hii. Ndio maana tulivyochanganya, kwanza zimeshindwa kuchanganyika kutokana na hiyo tofauti kubwa ya tungamo iliyopo katikati, lakini cha pili imeshindwa kuchanganyika kutokana na tofauti ya joto. Unaweza ukajiuliza nini kitatokea kama glasi ya maji ya moto ingekuwa chini na ya maji ya baridi ingekuwa juu ama bilauri. Ngoja tufanye tuone. Nasigeuza taratibu.